na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Soma mstari wa 20. Mstari wa 20. Hulituma neno lake huwaponya. Hulituma neno lake alafu anawaponya. Huwatoa katika maangamizo yao. Anawatoa katika maangamizo yao. Mstari wa 21. Sasa kisha toa. Unaanza kuona hivi, anasema aliwatoa katika giza na kwenye uvuli wa nini? Uvuli wa mauti. Uvuli wa mauti ni kiwakilishi cha malango ya kuzimu. Kwa mfano mimi nimesimama hapa, kwa sababu ya mwanga ulioko hapa kanisani, unaweza kuona kuna kivuli huko. So mtu akikiona hicho kivuli, hata kama hajaniona mimi, ila atakuwa anatambua kwamba kuna mtu. Kwa mfano unamchungulia mtu, si ndio? Alafu haujui kutawala mazingira. Jua limewaka, kivuli kinaenda huko magharibi. Alafu umekaa kwenye ile kona ya pale, unamchungulia mtu yuko huko. Huyu mtu aliyeko huko hata asipokuona, akiangalia tu hivi anaona kichwa. Anajua kabisa kuna mtu amesimama. Sawa? Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitakuwa mbaya, maana kuna kivuli kinachowakilisha kwenye hilo eneo kuna mauti. Sasa uvuli wa mauti inaweza ikawa roho ya magonjwa. Uvuli wa mauti inaweza ikawa ni ajali. Uvuli wa mauti inaweza ikawa ni roho ya madeni kwenye biashara. Uvuli wa mauti inaweza ikawa ni aina fulani, uwepo wa kitu kinachotafsiri kwamba kwenye hili eneo kuna kamauti kanazunguka. Na amuru mauti inayozunguka kwenye eneo lako iharibiwe kwa jina la Yesu. Na amuru mauti inayozunguka kwenye eneo lako iharibiwe kwa jina la Yesu. Amen. Hebu sema mauti haribika. Sema mauti haribika. Sema tena mauti haribika. Kwa jina la Yesu. Sasa sema ulituma neno lake uwaponye. Lakini neno likienda linaanza kumtoa mgonjwa kwenye mauti. Labda kumtoa mgonjwa kwenye kuugua pale. Linaanza kumtoa mtu kwenye saa ya uharibifu. Na hilo neno Bwana amelituma asubuhi ya leo kwa ajili ya maisha yako. Amelituma asubuhi ya leo kwa ajili ya familia yako. Amelituma asubuhi ya leo kwa ajili ya ile biashara ulionayo. Amelituma asubuhi ya leo kwa ajili ya ile kazi ulionayo. Anasema kuna mahali itakufa, ataiona ikiendelea kuishi. Anasema kuna mahali utaishia, ataona ukiendelea mbele. Na tabiri na kutamka kwenye maisha yako, chochote kisichotokana na Mungu kinaharibiwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amina. Sema tena amina. Amina. Sema tena amina. Amen. Sasa muda wako wa maisha unarudishwa. Amina. Hebu sema tena unarudishwa. Unarudishwa. Sema tena unarudishwa. Unarudishwa. Sema tena unarudishwa. Unarudishwa. Sema tena unarudishwa. Unarudishwa. Basi kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Mwana ana uwezo kunipa utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Sasa rafiki yangu wa media, leo ukianza kukaa hivi ndani yako, ndio ukiwa kameramani, usiku ongea usiku, wala usiku macho yako ndana yaangalia unachofanya. Sasa mimi nimeshatoka na ujui kinachoendelea. Okay, nataka tuende kwa Mungu, lakini nataka ujue Mungu anaweza kila kitu. Ninaomba kama ulikuwa na fungu la 10 na hujatoa, una sadaka ya shukrani na hujatoa, na una sadaka ya agano hujatoa, saidia pastor kuchukua bahasha. Kama kuna mtu ana sadaka ya shukrani, aichukue. Kama kuna mtu ana sadaka ya agano, aichukue. Sadaka za ibada, kama ndio ulikuja kwa ibada imeendelea, naomba uweke sadaka yako hapo. Mimi watu walishatoa sadaka, kwa utaratibu wetu tunatangulia kutoa sadaka za ibada, lakini baada ya hapo sadaka maalum ndio sadaka pekee ambazo tutasimamia na kuziombea. Kwa hiyo chukua sadaka yako ibada kama ulichelewa, au kama unasema nataka kutoa sadaka ya shukrani. Fungu la 10 ni sadaka ambayo mtu hutoa kwenye mapato yake
sehemu yake ya 10. Lakini fungu la 10 hawezi kutoa wageni kwa sababu naamini hawajaje na fungu la 10. Wow. Naweza kutoa fanya sadaka ya ibada. Sisi tunaoabudu kanisani hapa na nyumbani kwetu, na tunaweza kutoa fungu la 10 kwa sababu ni sadaka inayohitaji mtu aliyefanya mahesabu yake. Na baada ya hapo nataka tuende kuomba maombi ya moto. Na nataka niwaambie, baada ya leo Mungu atakuwa amebadilisha historia mliokuja nayo hapa. Mimi namjua Mungu, na kwa sababu namjua Mungu kwa sehemu ile niliyobahatika kumjua, nina uhakika naye kwa 100% katika utendaji. Na mara zote sijawahi kuwa na mashaka na yeye. Na mara zote sijawahi kuona asifanye nilichomwomba. Na mara zote nimejua kwa yeyote aliyewahi kukutana na mimi, hasa kwa mara ya kwanza, Mungu hufanya tena kwa haraka. Lakini kadri unavyoendelea kuabudu, ili Mungu aendelee kukufanyia hayo, itategemea sana na nidhamu yako ya kiibada. Ila from now yoyote anaweza kuipata neema. Yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo haijalishi ni muda gani umeutumia kumuunguza mama. Sasa unaweza kuja mtumishi tuongee. Jana tuongee kidogo. Alafu baada ya hapo tutaomba. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unaendeleaje? Pole. Unapona leo. Sasa hivi. Kwa jina la Yesu. Amekuwa na yeye mwenyewe? Ndani si kama wiki 3 mwezi unaelekea. 3 mwezi unaelekea. Na niambie shida nini? Ndio. Sawa. Sawa. Unafahamu na mtu. Kwa hiyo mlimleta akiwa amezidia. Mama. Unaitwa nani mama? Okay, anaitwa nani? Ravina. Sawa. Naomba katika kile kichukua za mafuta. Sasa kuna vitu nataka kujua. Sawa? Na vitu nataka kujua. Kwenye maisha tunaishi, kuna ulimwengu mwingine ambao upo kuacha huu tunaishi sisi. Sawa? Saidie kwenye market. Kuna ulimwengu ambao upo kuacha huu tunaishi. Kuna ulimwengu ambao upo kuacha huu tunaokaa sisi. Wao ulimwengu wanaishi watu wenye mamlaka, wenye authority na maisha ya watu. Watu wa Sadala na Mungu analipa nauli mnakuja kanisani. Sio Mungu anataka nifungue kanisa Sadala. Watu wakiwashumu na waacha utakufuata. Kuna ulimwengu ambao watu wengine wanafanyaje? Wanaishi. Na ulimwengu ambao watu wanaishi huwa ni ulimwengu usioonekana. Sawa? Wewe anapoona sasa hivi hapa. Amen. Utaniambia alikuwa hawezi kufanya nini? Alikuwa hawezi? Utaniambia nini alikuwa hawezi kufanya? Anakuwa Mungu. Sawa. Ataongea leo. Anapona sasa. Kuna ulimwengu ambao watu huwa wanaishi. Na huu ulimwengu maisha
maisha wengi yanakuwa ficho kule na watu wanakuwa hawaoni chochote. Unaweza kushangaa unaenda hospitali unakufa na hujui kinachokuwa nini. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Tunaamuru wafunguliwe sasa. Tunaamuru waponywe sasa. Tunamtoa gerezani kwa jina la Yesu. Wewe uchawi, ninakuamuru toka, mwache wake. Wewe mauti, ninakuamuru toka, mwache wake. Miungu ya familia, toka, mwache wake. Toka, acha wake. Toka haraka. Wale waliokuja kwenye maisha yako kwa njia ya ndoto na ukaota ndoto ikachukua maisha yako, ninawaondoa. Toka. Now. Right now, I command you. Wewe uchawi, toka. Na kuondoa hapo na kufuta kwenye ulimwengu ambao umeandikwa. Natangaza kuanzia sasa wa kuachia. Wewe miungu unayefuatilia majina ya watu wa familia hii na unawashambulia kwa ghafla, ninakuharibu. Bomoka, pasu, achia mishipa yake shingo, achia kinywa chake, achia sauti yake. Roho ya kufanya msukule, na iondoa mamlaka yake begani mwako. Na iondoa mamlaka yake begani mwako. Na iondoa alama yake kwenye uso wako. Fena! Kauka! Kufa na uharibike. Umwache mwanamke moja kwa moja. Uyaache maisha yake. Kanisa, nyosha mikono yako huku, alafu sema anaachiliwa. Sema anaachiliwa. Sema tena anaachiliwa. Sema tena anaachiliwa. Kwa jina la Yesu. Sema kaburi hauna uhalali kwenye maisha yake kuanzia leo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo anawekwa huru, anawekwa huru, anawekwa huru, anawekwa huru, anawekwa huru kwa jina la Yesu. 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 Anaachiliwa. 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 By fire. Anaachiliwa. Kwa lazima. Kwa amri. Na kwa moto. Anaachiliwa. 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 Kwa jina la Yesu. Anaachiliwa. 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 Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, uwe ni mtu wako, sio kwangu. Watu hao hawajaja kwangu, wamekuja kwako kwa kuwa wamesikia habari zako ambazo nimekuwa nikizihubiri kwa watu. Na kwa sababu kuja kwako, ninamvua huyu mwanamke yale maisha mabaya aliyokuja nayo. Kila madhabahu iliyochukua maisha yako, ninaipokonya maisha right now. Kila giza lilokuwa limekufunika, ninaliondoa. Ninalitoa juu yako. Ninalitoa bana maisha yako. Yeyote yule ambaye amechukua chochote cha maisha yako, ninaondoa gamba la zamani. Ninavua maisha ya zamani. Kwa jina la Yesu, wanakuacha huru leo. Kila aliyeuziwa maisha yako kwa namna yote ile, ninamnyang'anya uwezo wake. Toka! Beba takataka zozote ulizoingiza za uovu kwenye mwili wa mwanamke.
mashtaka yoyote yanayokukabili, hukumu yoyote yanayokukabili, naiondoa, naifuta, naitoa isiyosemwa maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza uhuru wa maisha yako in Jesus mighty name. Right now ninakuweka huru kuanzia leo, katika jina la Yesu. Mama, naomba unisikilize, niangalie. Naomba niangalie, elekeza macho yako kwangu, nitazame mimi. Niangalie kabisa kazi ya macho yako. Alafu vuta pumzi yako ndani. Vuta pumzi yako, vuta pumzi ndani. Alafu ukivuta toa nje. Vuta tena. Vuta, toa nje. Vuta tena. Toa nje. Aliyeshikishwa pumzi yako na mnyang'anyi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kifua mbali kimemwachia, na kuanzia leo anapona. Hautakufa, utaishi. Na hili ni neno la Bwana, hakuna atakayelizuia. Sadaka yoyote yenye uhalali wowote haikuchukua. Nimekataa. Kwa jina la Yesu. Utaishi umtumikie Mungu, utakuwa hai kwa ajili ya utukufu wake. Shambika ba. Manakasema itakuwa katika siku ile mzigo wake utaondolewa begani mwako. Mzigo wake utaondolewa begani mwako. Nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nami nimeharibu ile fungamano baina ya wewe na huu ugonjwa ulioingiziwa kichawi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sawa. Ninaomba nipe mkono wako, nipe wako. Mwachie tu nifuate. Popote ambako walikupandisha panapoitwa madhabahu, wakayalani maisha yako, wakakutupia kuchanganyikiwa, wakakutupia kufa, ninapanyang'anya maisha yako. Nimekupandisha kwenye lile eneo na nimetangaza kwa jina la Yesu, ninakataa miungu yoyote yako mfumani haitakupata katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Sawa, tunaweza tukaongea sasa. Haya. Sasa naomba nisaidie kuchukua maiki. Nataka niongee na mama sasa hivi. Shukuruni Mungu. Mungu anaponya na anakuwa sawa. Nitawaambia kwa nini Mungu amewaleta huko. Haya. Mama, pole. Unaendeleaje? Sawa. Sasa naomba uniangalie, usiogope. Mungu amekusamehe. Zamani kabla ya sasa. Zamani kabla ya sasa, nasikilize vizuri. Zamani kabla ya sasa, ulishawahi kuwa unamtumikia Mungu. Ndio mtumishi. Na ulikuwa mwombaji. Kwa nini uliacha? Kuna deni ambalo mbingu zinakudai wewe. Unasikia? Kuna deni ambalo mbingu zinakudai wewe. Na Mungu ananiambia nikwambie, baada ya leo rudi kwenye
rudi kwenye kazi yako. Ulikuwa unafanya biashara, ikaenda wapi? Ndio kufikia. Ndani yako kuna huduma ya maombi, lakini wachawi waliibomoa. Na nasikia hii ilikuwa ni miungu iliyorudiwa zamani na mababa. Kweli. Haiko tayari watu mtumikiaje Mungu. Lakini Mungu ananiambia nikwambie urudi kwenye kazi yako. Na utarudi na utafanikiwa. Sasa huyu mama na watoto. Mtoto wake wa kwanza na kiume. Wa kike. Yuko wapi? Yuko ni mzazi. Anaitwa nani? Anaitwa Rehema. Mungu anakusamehe na anayarudisha maisha yako kwenye kusudi. Sasa baada ya sasa unapona. Ninaona kuna ndoto uliota unakula. Ukumbuki. Naona ndoto uliota unakula, alafu ninaona kile chakula kilikuwa na maagano fulani. Na baada ya pale tumbo lako likaanza kukusumbua. Alafu kutoka hapo ukaanza kuona maisha yanaenda yakibadilika. Huu mwili ni wako, sio wako. Kuna chakula na kiona kwa ndani yake na kinamsababisha anaendelea kuishi. Mama, Mungu amekuponya. Sasa na Mungu ananiambia amefuta mashtaka yanayokukabili. Sasa mashtaka yanayokukabili, lakini Mungu anataka urudi kwenye kusudi lake alilokuitia. Sawa. Sema kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai, naomba leo unisamehe. Naomba leo unitakase. Naomba leo unifanye upya. Madhara yoyote yaliyonipata yasinirudie kwa namna yote ile. Naomba leo ubadilishe historia yangu katika jina la Yesu. Ni kitu gani kingine alikuwa hawezi kufanya vile naye? Wacha hii kuongea. Ongea sana, ongea. Alikuwa bubu. Alikuwa bubu hata kuangalia. Anakuwa amefunga macho. Sawa. Hebu niangalie. Sawa. Sasa hivi anakuwa afungi macho. Kwa hiyo haya macho yalikuwa yanafunga macho. Sawa. Alikuwa anaweza kwenda mwenyewe akatembea tu mwenyewe. Okay. Sawa. Mimi nataka atembee mwenyewe. Yesu Kristo. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako huku. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaamuru maisha ya mwanamke huyu yabadilishwe. Nyosha mkono wako huku kanisa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaamuru maisha ya mwanamke yabadilishwe. Basta simama kwa nyuma yake kidogo tu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunavirudisha viungo vyake vilivyochukuliwa kuanzia sasa. Lile kaburi wale watu waliochukua viungo vyake wanaviachia, wanavirudisha. Tunaamuru miguu irudishwe, mikono irudishwe, viuno virudishwe. Tunamuimarisha sasa kwa jina la Yesu. 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 Tunamtoa kwenye uharibifu. Tunaitoa miguu yake kwenye uwavu. Kwenye uwavu. Nifuate mama, njoo. Njoo nifuate tu. Njoo. Ongeza mikono yako, nifuate. Tembea.
na achilie uhai kwenye mifupa ya mwili wako. Na itia pumzi mishipa ya mwili wako, mishipa ya damu, mishipa ya maji. Yehova Rafa, Mungu uponyaye, na kufanya uwe hai. Weka mkono wako wa kulia kwenye kitovu chako mama. Wa kulia, weka kwenye kitovu. Kila muunganiko ambao ulikusha kuunganishwa nao kwa njia ya chakula wenye uhalali juu ya maisha yako, ninau. Kila alama iliyobaki kwako kama ishara ya agano la uharibifu, ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Sawa, nenda tena kule. Tembea kabisa. Mpe Yesu makofi ya kutosha. Tembea kabisa. Njoo tena. Njoo tena huku. Tembea tena. Njoo tena. Okay. Hebu inama. Shika vidole vyako vya mguu. Okay. Simama. Fanya tena. Simama. Bwana Yesu, ulichukua msalaba kwa ajili ya watu. Na watu ni pamoja na sisi, pamoja na huyu mama. Na ulipochukua ule msalaba ulisema kwa kupigwa kwako sisi tulipona. Kwa kupigwa kwako sisi tulipona. Tulipona. Na hamisha upako wa uponyaji ulio juu ya madhabahu hii na kuingiza ndani ya mwili wa mwanamke huyu. Kila engo ya mwili wake naingiza uhai. Kila engo ya mwili wako naingiza uhai. Naingiza uzima. Naingiza uhai leo hii na kuvika uwezo ambao hukuwa nao katika jina la Yesu. Imeandikwa, tutaweka mikono juu ya wagonjwa na hao wagonjwa wenyewe watapokea afya. Hulitazama neno lako ulitimize. Habari ya mwanamke huyu ibadilike baada ya leo. Na kwa yeye watu wengi wajue ya kuwa ni Mungu utendaye mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo na tuyatendaye, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Baba, ninaomba uyadhihirishe mapenzi yako na makusudi yako katika jina la Yesu Kristo. Mama, unajisikiaje? Unajisikiaje sasa hivi? Nasikia nimekuwa mwepesi. Mwili wako umekuwa mwepesi. Kuna mizigo imeondoka. Ulikuwa umelemewa. Hebu fanya hivi. Fanya tena. Wow. Umesikia mapesi. Muongezee Yesu tena makofi. Muongezee tena Yesu makofi. Amen. Naomba niletee maji pale nyumbani. Na ndio. Okay. Ndio.
Kwa hiyo alisafiri kutoka Dar es Salaam kwa ajili yake. Kipindi cha nyuma sasa wiki mbili alisipambana. Baada ya kuwa hospitali mume wake ndio mara kwanza kujua mimi kwa sababu ni bwana wake tu alikuwa anashina kwa wale kwa kufunga na walizana mtoto mmoja. Ndio. Lakini yule bwana alikuwa ni Mkristo. Ila sasa alikuwa anaenda kanisani ndio akakata tena kanisani akawa sasa katika kufanya kazi huyu ni mfanyakazi mkulima tu ni mkulima. Sasa katika kufanya kazi yule mnampasha alikuwa anauacha na mtoto ni ana mtoto mdogo wa mwanamume ambao ni pili sasa. Ndio. Mwanamume ni wa pili au mwanamume wa kwanza ni Muislamu. Ndio. Alizaa watoto hao wawili. Ambao watoto wa kwanza wakati kwa hospitali ndio amejifungua anatoka naye ndio anajifungua mjukuu. Na aenda mara moja kwenda kumwona naye. Kiwa tu anaongea baada ya kutoka hospitali. Sasa hospitali baada ya kutoka ule mwanamume alifika mara moja tu wa pili. Ni mara moja si mara mbili. Sasa tangu tumetoka pale hospitali tukaja nyumbani kwa baba yake. Ndio. Hajarudi hata siku moja. Alafu alikuwa katika maelezo yake hiyo alikuwa anasema kwamba nguo zake zilikuwa zinachana. Na nguo zikaibiwa, nguo pamoja na hela yake shilingi 60,000 pamoja na nguo yake ikaondoka. Sasa ule mlango wake alikuwa anaacha kwa sababu kale kakulana kanasoma kadogo. Sasa wakati anaweza kuwajibika huko sasa ule mtoto akaanza kupata shida kubadilisha nguo. Sasa badilisha nguo sasa akaenda kwa jirani mama akarudi. Hata akapitia riski yake basi maisha yanaendelea. Sawa. Sasa nguo zake akawa anazikuta zinachana. Sasa nakumbuka niliwaambia kule mwanzo kwamba tunavyoishi kwenye maisha kuna ulimwengu mwingine ambao hauonekani na ulimwengu watu wanaishi. So huyu mama alikuwa kwenye ulimwengu. So baada ya watoto huyo mtoto wake mvulana wa pili huyo aliozaa na huyo Muislamu afanye kwanza kwa kike na wa pili wa kiume huyo. Ndio. Hajawahi huyo wa kiume hajawahi kufika hospitalini wala hata kuja kumwona. Na yupo hapo sasa. Na yupo Boma Ng'ombe. Walikuwa wanaishi Boma Ng'ombe. Okay. Kwa sadara ni kwa wazazi. Wametoka Boma wakaja huko. Kwa hiyo na maana tangu tumetoka pale hospitalini. Ndio. Ni wiki ya pili. Ya tatu. Huyo mwanamume aliyefika nyumbani kama kumsalimia. Huyo mtoto wake wa kiume. Ndio. Huyo mtoto wake wa baba mwingine huyo ambaye ni Muislamu hajawahi kufika hapa. Kwa hiyo sasa mtoto wa kwanza wa kike ambao amezaa na Muislamu na wa pili wa kiume. Huyo wa kike ndio alikuwa anaona mama yake pamoja na tumbo lake pale. Sasa yaani Mungu anapenda akajifungua pale hospitalini. Sasa kuna vifungo vya watoto na tutaombea na itakuja sadala. Watu wa sadala kuna mapepo yanawatesa alafu hawataki kuja kanisani. Kabisa. Niambia kitu. Mkigundua kuna mahali Mungu anaweza kuwasaidia, nendeni hapo. Bwana Yesu nakushukuru. Neno lako linasema mimi nitakuja kwenu, tubariki chakula chako na maji yako, na mimi nitaondoa ugonjwa kati yako. From now ninaharibu kila kilichowahi kuingizwa kwenye mwili wa mwanamke chenye picha ya chakula, chenye ujumbe wa mauti na uharibifu. Na baada ya sasa historia ya huyu mwanamke ibadilike moja kwa moja kwa jina la Yesu. Mama, chukua maji kunywa. Shangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa rehema. Wow. Sasa unaweza kutembea joko. Njoo tu. Na shangazwa na rehema zako. Naomba maji. Yesu, asante kwa rehema. Naomba mikono yako.
Futa uso wako. Futa tena uso wako. Futa tena uso wako. Bwana Yesu, nakushukuru. Ahadi yako haijawahi kuwa uongo, wala wewe sio mwanadamu hata ukate tamaa, wala wewe sio mwanadamu utashinda kuokoa. Wewe ni kweli, haudanganyi, na kwa kweli ni kweli na haudanganyi, na hiyo kweli ni lile neno lako ulotupa. Na kushukuru kwa sababu ya uponyaji huu katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu amekuponya mama. Sasa maisha yako yanabadilika moja kwa moja. Hebu sema asante Yesu. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kubadilisha maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisaidia. Sasa unaweza kuketi kwenye hicho kiti, tuongea kidogo, alafu tunamaliza. Taomba kwa ajili ya watu waliokuja wote hapa. Tunaweza kumpa Yesu makofi mengine. Amen. Tunaweza kumwongezea tena makofi Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Mungu anaweza kila kitu. Amen. Kama kuna mtu unifuatilia kutoka popote pale, hakuna umbali kwenye eneo la kiroho. Hapo ulipo, nyumbani kwako, kwenye biashara, barabarani, kwenye gari, Mungu yuko hapo. Na anaweza kukusaidia. Na anaweza kubadilisha maisha yako. Chochote ambacho umekikatia tamaa kwa sababu watu wamekosa majibu yake, Mungu anayo majibu yake. Niandikie kwenye huo uwanja wa comment hapa. Maandishi yanasema, Mungu unisaidie. Mungu anayajua maisha yako kuliko ungeyaeleza kwa mtu. Na Mungu ana nguvu kuliko chochote ambacho nawe kukiamini na kikashindwa kusaidia. Natangaza kuanzia sasa katika jina la Yesu, kila aliyenifuatilia kwenye ibada hii asubuhi ya leo, ninaachilia nguvu ya uzima kwa jina la Yesu Kristo. Platform zote tunazotumia kwa ajili ya huduma ni madhabahu ya Mungu, na kila aliyekusanyika kwenye madhabahu hiyo ninatangaza uhuru wa maisha. Mungu abadilishe maisha, abadilishe maisha yako kila eneo la maisha, na ukamfurahie Mungu na kuona utukufu wako, na ukaone nguvu zake, na ukaone akikusaidia, na una uwezo wa kukumbusha watu habari ya kumcha Bwana katika jina la Yesu. Okay, sasa tunamaliza. Moja ya kazi ya Mungu ni kumsaidia mtu aliyeshindwa. Hiyo ndio kazi. Biblia inasema hivi, na yajua mawazo ninayokuwazia, kwamba ni mawazo mema na ya amani, ili niwape tumaini katika saa ya mwisho. Saa ya mwisho sio ya kufa. Saa ya mwisho ni ile saa ambayo pesa yako haikusaidii tena, ndugu zako hawakusaidii tena, mume wako hakusaidii tena, wala mke wako hakusaidii tena. Saa ile wewe mwenyewe unakuwa kwa mwisho. Mungu anakujaga kwa ajili saa kuonyesha uwezo wake. Na baada ya hayo, kusudi la Mungu ni mtu amwamini Yesu Kristo. Sasa mama, sasa hivi unanisikia vizuri tofauti na mwanzo? Unafurahi? Unafurahi? Nafurahi kabisa. Ndio. Okay. Mwae kupiga vigelegele? Ndio, kwenye sikukuu. Ndio. Hebu piga. Kanisani. Hebu piga kidogo. Bwana special. Sasa, hebu njoo simama hivyo ugeukie kule, uangalie uso wako alafu niambie unaona nini. Hapa nilipata mpiga vigelegele. Bwana akubariki sana. Naona nini kwenye uso wako? Amependeza jamani, jana alikuwa mweusi sana. Alikuwa mweusi sana? Sana. Kwenye uso wake kuna badiliko ambalo ukiliangalia unaona kwamba sio huyu ni kijana.
Huyo ndio Yesu. Sasa Yesu ni mzuri sana. Mama, Biblia inasema hivi, hao waliokombolewa na Bwana watarudi mpaka Sayuni wakiimba. Watakuwa na kicheko na furaha. Anasema huzuni na kuugua zitakimbia mbele yao. Warudi Sadala na hawatajua kama walikuwa ni wewe. Warudi Sadala hawataamini kama ni wewe ulikuleta na mibajaji na buta. Bwana asifiwe sana. Sasa akiwa amelazwa huko inaumiza, si ndio? So ulimwengu wa roho ndipo unapokuwa. Na niwakumbushe, adui unayemwacha leo atakuua kesho. Mama, leo siwezi kukuambia uokoke kwa sababu nikikwambia leo naweza kusema sawa. Niko tayari. Niko tayari. Sio kwa sababu umemwona Israeli. Hapana, niko tayari. Bwana asifiwe sana. Alikuwa yuko tayari. Sawa. Unajua, nasema usifanye maamuzi kwa kufurahi sana. Usifanye maamuzi kwa maumivu sana. Sababu unaweza maumivu yanaweza yakaamua au furaha ikaamua baadaye ukaacha. So sasa wakati naambiwa habari zenu, Mungu aliniambia nikuambie maneno haya. Abudu hapa. Niko tayari mtumishi. Wale makuja. Mungu aliniambia hivyo, lakini nilitaka nikuache uende ili kwamba usiamue maamuzi ya furaha. Uamue maamuzi ya kwamba umeamua. Sasa ulikuwa unafanyaga maombi kanisani? Ndio. Maana maombi? Ndio. Mungu aliniambia anakudai uliacha. Ni umeacha muda gani? Siwezi kumbuka. Siku nyingi. Ulirudi zako nyuma ukakata. Rudi kwa Yesu, rudi nafasi yako. Sababu Mungu ananiambia alikuumba kwa sababu ya kuinua madhabahu yake. Na wewe ukaiacha. Niambie kitu. Mungu anaweza akakuua ukiacha kazi yake. Na watu wanajua. Kuna mwanamke alikuwa anaitwa Hana kwenye Biblia. Alipopata mume alikuwa nabii. Akaacha kazi ya nabii, akaanza kubebika na bibi wake. Mungu akamfunga tumbo asizae. Lakini bado ikaonyesha kwamba ana mapenzi na mume wake kuliko Mungu. Mungu akaamua yule mume wake. Akabaki hana mume. Bila sema akahamia kanisani. Akawa anakaa kanisani. Maisha yake yote akawa anaomba tu kanisani hivyo, lakini ni baada ya kupoteza. Sasa kila mtu duniani Mungu amemweka kwa sababu. Sawa. Na sababu hili usipoitumikia unapata hasara. Sawa. So, moja, rudi kwenye nafasi yako. Jambo lingine, rudi kwenye kazi yako. Biashara ilipotea. Ndio, sasa ilipotea. Sasa hivi tunaweza tukaongea tofauti na mwanzo. Mizigo ilipotea. Uliweka stock? Ndio. Ikapotelea stock? Ndio. Papa leo ujue alichukua? Sijui. Ilikuwa ni shida. Siweza kukadiria, lakini ilikuwa ni viroba viwili vikubwa. Viroba viwili vikubwa? Ndio. Vya nini? Vya viatu. Viatu? Ndio. Ikapotea stock? Ndio. Nilijifungua kutoka hospitalini, kaenda sokoni kuangalia mzigo wangu store. Kufika store, mwenye store ananiambia mzigo wako sijauona. Niliondoka kimya, nikanyamaza, kaenda. Kaisha hivyo. Ndio. Mungu anakupa mtaji. Amina. Ukifanikiwa sana kwenye biashara, maisha yako yanabadilika kabisa moja kwa moja. Sawa? Ndio. Rehema za Mungu zinakubadilishia maisha moja kwa moja. Lakini shikamana na mwenye nguvu, utakuwa na nguvu. Sawa? Ndio. So shikamana na Mungu. Wewe baba anasema yuko tayari kwa Mungu. Rudi kwa Yesu. Sawa? Ndio. Ukirudi anza kuomba. Sawa? Ndio. Hata kama nyumbani. Omba. Tunaweka simu. Ndio. Tunaweka simu. Ndio. Nitakuwa naomba kwa simu. Hapo nitakuja sadaka. Kwa sadaka na washirika wengi sana. Alafu na shughuli zangu ameweka tu mfukoni. Hata kama mtumishi. Hadi bomba. Nimesikia wakati nakuja naumwa, lakini umesikia. niliposikia jina la Joeli nikakumbuka kuna mtu aliniambia kwamba nafahamu mtumishi Joeli alimnenea jambo. Sasa ndio jeyani. Mimi na washirika pale sadaka wengi. Na washirika kule Boma. Ndio. Ambao walikuwa kuja hapa. Lakini sasa watu wana shida moja. Wakishaona
wameshinda, wanajua imeisha. Adui hafai. Sawa? Usisahau. Wewe mama leo hapa namba zangu wa Sadalo. Kienda mbele nimemkumbusha. Jambo la baraka. Si ndio? Wewe Mungu alimsaidia. Ndio alimpigia. Mtoto mama. Ambaye mtumishi amesema anakukumbusha yale agiza. Sawa? Watu wanaika pamoja. Ambaye anakukumbusha. Basi sawa. So adui hafai. Alafu niambie hizi dini zetu tunazoziabudu sio Mungu. Yaani hata hapa sio Mungu. Mungu ni tofauti kabisa na hii dhehebu. Hii ni neno ambayo tunaweza tukakaa kuistunisha. Jina la huduma ya Nuru ya Kristo kwa Mataifa ni jina ambalo mtu tu ameliandika ambaye ni mimi mwenyewe. Sawa? Na nikalipeleka serikalini ili kupata usajili wake. Kwa sababu hauwezi kuwa na taasisi ambayo haijasajiliwa kisheria na kusajili watu ni makosa. Sawa? Sasa pia huwezi kusajili kitu ambacho hakina jina. Ila kwa habari ya ufalme wa Mungu, hii dhehebu na ile jengo hapo sio. Sawa? Kwa hiyo kuna wakati acheni kumwacha Mungu kwa sababu ya madhehebu. Mimi sijui wakiniona dhamani. Sasa wakikuona saa hauwezi wanafanya nini? Wala sio sawa. Yaani wamekuona saa hauwezi. Si wana cha kusaidia. Sasa sawa tukaa sawa. Usijifanye umeikuwa. Sasa na usianze kutishiwa na watu. Mungu sio mtumejeara wala Mungu sio kanisa, sio jengo la kanisa. Mungu ametuita sisi tumtumikie, tuyafanye mapenzi yake. Na mapenzi yake ndio kama haya. Sawa? Yaani hapa sasa hivi mbinguni wanafurahi sana, alafu shetani anateseka mbaya sana kwa sababu kwanza anaanza kusikia kwamba anataka kuokoka. Hii ni shida sana. Sasa make sure kwamba unabaki ukijua Mungu. Sawa? Na ukitumikia Mungu. Njoo hapa kanisa. Nasikia? Sawa. Ukikosa nauli niambie mtumishi sina nauli. Sawa. Yeah. Kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nafahamu habari ya maisha ya watu wengi. Haina maana kwamba mahali ulipokuwa na abudu Mungu hayo. Ila nataka ujue kila mwanamke ana tumbo la kuzaa. Ila sio kila tumbo la kila mwanamke litamzaa hedhi. Sawa? Sio tumbo la kila mwanamke litamzaa hedhi. Wewe ulizaliwa kwenye tumbo la mwanamke aliyekuzaa kwa sababu za msingi. Unaweza ukawa upo kanisani lakini sio mahali pako na hapata kuwa na msaada wote na wewe. Unaweza ukawa kwenye nyumba ya ibada ila sio mahali pako. Ila tu wewe umefuataka babu yako anaendaga huko, mama yako sio peke yako. Lakini the end of the day utakuja kugundua hivi unakufa ukiwa mbele za Mungu. Umeokoka mpaka watu wanakuambia sasa umeokoka nini? Sawa, uko mbele za Mungu lakini hakuna matokeo ya kiungu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna. Ngoja nisome hili neno alafu nitamwombea huyu mama wokovu. Baada ya hapo nitawaombea watu wote pia kuja. Mungu atawabariki. Sasa utarudi Dar es Salaam kule ukafanikiwa. Uko Dar es Salaam sembeni. Temeke. Sawa sawa Yombo. Bwana kubariki sana. Hiyo Yombo na rafiki yangu mmoja anaitwa Nabii Edward Mystic unafahamu? Huyu baba. Hapana, yeye yuko Kimari. Wewe ni babangu wa kiroho, anaitwa Edward Mystic. Yule Yombo na rafiki yangu anaitwa Nabii Edward Fire One. Yuko pale Yombo. Yombo Vituka. Sasa Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3, naomba nisome hili neno la msingi sana litawasaidia alafu nitawapa neno la unabii. Bwana asifiwe sana. Hera masia tare. Sasa unaona sasa hivi umesimama zako peke yako na uzini. Shetani ana masikio makubwa. Ameshindwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi: rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu nami nitamtwaa
nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Nami nitawapa ninyi wachungaji upendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Kisha itakuwa mtakapoongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo, asema Bwana, siku zile hawatasema tena sanduku la agano la Bwana, wala halitakuwamo mioyoni mwao, wala hawatalikumbuka, wala hawatalizuru, wala hayatafanyika hayo tena. Wakati ule watauita Yerusalemu ni kiti cha enzi cha Bwana, na mtakatifu na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana, wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya. Alafu anasema siku zile nyumba ya Yuda itakwenda pamoja na nyumba ya Israeli, nao watakuja pamoja katika nchi ya kaskazini mpaka nchi ile niliyowapa baba zenu iwe urithi wao. Sasa anasema lakini mimi nalisema nitawarejeza anasema nitawezaje kukwea pamoja na watoto na kumpa nchi ipendezayo urithi ulio mwema watu wa mataifa. Nami nikasema mtaniita baba yangu, wala hamtageuka na kuacha kunifuata. Sasa nataka mchukue hii picha. Mungu ana tabia ya kumchukua mtu kutoka kwenye eneo alafu anampeleka kwenye eneo alafu kwa kusudi. Sasa tukifanya hivi tunapata watu wa jamaa moja eti, ndio? Alafu tukimchukua huyo mama tutakuwa tumepata mtu mwingine, ndio? Alafu tukimtoa yule baba aliyetoka Dar es Salaam, tunakuwa tumebaki na wangapi? Tunabaki na watu wawili wa jamaa moja, ndio? Na mtu mmoja wa mji, alafu na mtu mwingine wa mji mwingine. Sasa kwa sisi ambao tunafanya kitu kinachoitwa prophetic number, hesabu za namba za kinabii, tunaelewa maana yake nini. Wanasema so mama, wokovu ni mzuri sana. Sasa kwa sababu umekuwa tayari kuokoka, ili mikono yako juu, alafu sema Mungu Baba, Mungu Baba, asubuhi ya leo nimekuamini kwa mara ya pili. Ninajua wewe ni Mungu wangu. Uliniumba tumboni kabla ya misingi ya ulimwengu. Ulinijua mimi. Mungu wangu na baba yangu. Ninakuomba asubuhi ya leo kwa jina la Yesu, futa dhambi zangu na makosa yangu niliyokutenda wewe. Ninaomba leo unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote. Kwa moyo wangu mimi nimekuamini wewe, na kwa kinywa changu ninakiri kurudi kwako. Ninarudi kwako, nairudisha maisha yangu kwenye mikono yako. Bwana Yesu, kwa damu yako futa kabisa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yaondoe maisha yangu katikati ya magonjwa, katikati ya mapepo, katikati ya uchawi, katikati ya kifafa, na uliandike jina langu na maisha yangu kwenye kitabu cha uzima cha watakatifu walioyashinda mabaya na kuushinda uovu, katika jina la Yesu. Kanisa, nyosha mikono huko. Weka mkono wako mmoja moyoni mama. Baba, kumbuka hili ni agano la wokovu la msalaba. Usisahau, ulipochukua msalaba, moja ya kazi ya msalaba ni wokovu, na hii ndio kazi ya Injili, watu wamwamini Yesu Kristo na kuyatoa maisha yao kwa Yesu, na Yesu akakaa ndani yao. Bwana Yesu, ninaomba uingie ndani ya moyo mwanamke huyu asubuhi ya leo kwa ajili ya utukufu wako, kwa kuwa tuishindi dhambi kwa sababu ya dini mpya au dhehebu jipya, bali kwa kuwa Kristo ameingia ndani yetu. Ninaomba uingie ndani ya mwanamke huyu,
umpe kushinda maisha ya uovu, umpe kukumbuka kwenye enzi